Nakumbuka zamani mama alishawahi kuniambia kwamba, mwanangu, njaa isikufanye ukala chakula kilichoshikwa na watu wengi. Sikufikiria alikuwa anamaanisha nini, ila sasa hivi ndo nimeanza kuona uhalisia wa lile neno aliloniambia na kunidhihiri. Yaani alimaanisha kwamba shida zako zisikufanye ukawa mnyonge kwa kila mtu au ukamnyenyekea kila mtu. Maana dunia sasa ukimnyenyekea mtu atakupanda kichwani. Mama, nimeanza kuelewa funzo lako ulioniambia, na mimi najifunza kuwa jasiri kupambana kwa kila aina ili nisije nikamnyenyekea kila mtu. Maana binadamu wa sasa hivi ukiwanyenyekea wanaanza kutumia kama fimbo ya kukuchapia na kukunyanyasa katika maisha yako. Kwa hiyo ndugu zangu, na nyie chukueni msemo ambao mama aliniambia, msikubali njaa zako zisikufanye ukala chakula kilichoshikwa na mikono ya watu wengi. Wanangu, pambaneni sana. Kunyenyekea sana nacho ni chanzo cha umaskini. Hamna mtu atakayekuonea huruma enzi ukiwa unanyanyasika, ila watu watakuwa wengi kipindi utakapokufa ili waje msibani kwako. Huwezi kukosa kuzika hata siku moja. Kwa hiyo wewe pambana, pambania ndoto zako. Wakukuzika hapo kaka, sio mpaka umwamini kila mtu kumwambia shida zako. Shida zako unaweza ukasongea Mbezi, kesho kazikuta Kibamba, Njomba. Maisha ya sasa ni magumu sana. Pambana, nyenyekea na kutiatia huruma, navyo ni vyanzo vya umaskini. Irudie tena, utanielewa.